Karibu mtu wa Mungu. Mathayo mlango wa 23 mstari wa 37. Neno la Mungu linasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka. Wapendwa watu wa Mungu, wakati ule Mungu alikuwa anaongea na watu wa Yerusalemu kwa akiwaonyesha jinsi ambavyo amewapenda kwa kuwatumania manabii waweze kuwaelekeza, waweze kuambia mambo ya Mungu. Lakini mara nyingi walikuwa wanakataa na kufuata njia zao na pia kuwaua. Na hii sio tofauti na jinsi tulivyo sasa hivi. Yamkini unaweza kusema sijaua mtumishi wa Mungu yeyote, lakini tunaua neno la Mungu kila sana kila wakati linapohubiriwa na tunashindwa kulishika jinsi anavyotaka. Mungu anataka atukusanye kama vile anavyokusanya vifaranga. Ametumia mfano huu kwa sababu gani? Jambo la kwanza, Mungu anapokuwa anatunza vifaranga vyake huwa anawakusanya pamoja, anatembea na wao pamoja. Ukiangalia kuku anavyotembea na vifaranga vyake huwa anatembea wakiwa pamoja. Ndivyo Mungu anavyotaka tutembee pamoja, atembee pamoja na sisi. Na jambo la pili, kuku anapokaa na vifaranga vyake, kunapotokea hatari yoyote ama kunapotokea baridi, huwa wanaingia chini ya yule kuku. Wote wanakaa hapo, alafu yeye anapanua mbawa zake, anawalinda, anawatunza. Ni kwa sababu ya kuwalinda dhidi ya hatari, dhidi ya baridi, dhidi ya mwewe ambaye anaweza mara nyingi kuja kuwanyakua. Ndivyo Mungu anavyotaka afungue mbawa zake, uwe chini ya ulinzi wake kila sana kila wakati, dhidi ya maadui wa roho yako, dhidi ya maadui wa imani yako. Lakini pia wakati mwingine anawatafutia chakula. Utamwona kuku akichokora kwenye michanga, anachokora kama hali, lakini anachokora akiwatafutia watoto chakula. Ndivyo Mungu anavyotaka akuchokoree katika njia zako kila saa unavyotembea, akuonyeshe njia, kuonyeshe kwamba hii ndio njia ya kufuata, hili ndio lililo la sahihi. Vifaranga huwa hawali pasipo na mama kuweza kuchokora ama kuku kuweza kuchokora, kwa hivyo wanamtegemea kwa jambo ama kwa kila kitu. Lakini pia ukiangalia mara nyingi wale vifaranga utakuta kwamba kuna wakati ambao amewafunika, hata wawe wengi kiasi gani, yule kuku hufungua mbawa zake kiasi kwamba ana uwezo wa kuwabeba wote au kuwafunika wote kwa pamoja. Na ndivyo Mungu alivyo. Hakuna watu wanaweza kuwa wengi dhidi ya Mungu kuweza kuwalinda. Hata ulimwengu huu mzima umkubali Yesu Kristo, Mungu lazima atafungua mbawa zake na ataweza kuwatunza na ataweza kuwalinda dhidi ya mabaya na ataweza kuwawezesha kusimama katika imara dhidi ya mambo yote yanayowatatiza na yanayowafanya wanakuwa na hofu. Anafanya hivyo ili wale vifaranga wajisikie kwamba wako salama, na hakika wako salama. Hata wawe wengi, hakuna hata mmoja ana uwezo wa kukaa nje ya yule kuku. Kwa hivyo anakaa vizuri chini ya ulinzi wake. Na hata wakati mwingine unaweza kaona ama ukahisi kwamba yule kuku amewakalia wale watoto ama wale vifaranga, lakini ukiangalia vizuri, hata kama unaona kwamba amewakalia na yule kuku kweli amekaa, lakini vifaranga, hakuna siku kuku ameua kifaranga chake akionekana kwamba amekikalia. Hii inatuonyesha kwamba chochote unachokipitia ukiwa chini ya ulinzi wa Mungu, wakati mwingine utapitia hali ngumu ambayo inaonekana imekulemea mpaka watu watakuuliza kwani Mungu wako yuko wapi, lakini hautaweza kudhurika. Endelea kukaa chini ya ulinzi wa Mungu. Mungu ataendelea kukutunza, atatunza roho yako, atatunza nafsi yako, atatunza mapito yako. Wewe uko salama chini ya yule Mungu ambaye ni wa kwako. Vifaranga wakiwa chini ya yule kuku, hata kama wanakaa kama wamekaliwa, lakini hawajakaliwa na hawawezi kufa eti kwa sababu wamekaliwa na yule kuku. Huwa kuna jinsi ambavyo huwa anajiweka katika mwili wake na katika mbawa zake kiasi kwamba hawezi uwa kifaranga, lakini anafanya kuwawekea ulinzi na kuombea Mungu ulinzi wake uwe pamoja na wewe kila sana kila wakati katika hali zozote.
zote. Usikae kama wana wa Israeli, maana amesema nimetaka niwakusanye hivyo, lakini mmekataa. Je, sisi wa Kristo wa sasa hivi tunakubali ulinzi wa Mungu? Tunakubali kuelekezwa na Mungu? Tunakubali Mungu awe ndiwe kimbilio letu? Ama tunapopata hatari tunakimbilia mambo mengine, tunakimbilia manabii wengine, tunakimbilia nguvu zingine, tunakimbilia maelekezo kutoka kwa watu wengine ambao hawatupeleki katika hali ya usalama. Kumbuka, ukiwa chini ya Mungu, katika hali yoyote inayokufinya, katika hali yoyote inayokutatiza, Mungu anaweza kuwa mlinzi wako na kukutunza jinsi inavyostahili, na kwake utakuwa salama. Hebu wacha Mungu akutunze asubuhi ya leo na ubaki kuwa salama chini ya ulinzi wake na chini ya mbawa zake. Tunakushukuru Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya neno lako. Hebu endelea kututunza na kutulinda sawa sawa na mapenzi yako. Adui tulio nao ni wengi, lakini wewe unatutosha. Amen. Barikiwa, usisahau kusubscribe.